This is some gifts for the widows in this particular congregation. Last year we did another congregation called in a place called Malaha. This is a place called Haunga, the rural church of Bishop Raphael. So because of distance, we choose to come to them instead of them coming to Kakamega. So we've had to drive here, and we have kilos of sugar. We have cooking oil. Cooking oil is very expensive in this part of the country, so it is an important commodity that it's good to gift someone with. So it is some cooking oil, some sugar, and some bar of soap. This is soap bar. So each one is able to get a bar of soap, is able to get some sugar, and is able to get cooking oil, and some transport, some little transport, at least to be able to get them to their homes. And we really thank God. So we are just at the very beginning of this event. There is more soap in these cartons here. There is more soap which we will, each one of them will be able to get, and the cooking oil. And we are looking forward to an important and very exciting and interactive event today in this church called Haunga IFC. It's one of the IFC churches. The main church is in Kakamega, but we are here in the village. We did in another church last year. That it has really dragged on, but we are doing it. This is an event of 2025. So this 2026, by the grace of God, God blessing us and helping us, we should be able to do this same event again in another church. So today we are doing for Haunga Church, which has a total of 11 widows, and then Kakamega main church, there are about 4 widows. So we've had to carry them, to come here with them, to join together with these ones, so that almost 13, 14 of them, we are going to have a fellowship with them. And we look forward to a great, great day today. Thank you so much. My name is Dina Opara Reverend, and I'm born again. God bless you so much. Karibu sana. She's Christine Muluma, the stepmother of Bishop. The father of Bishop just passed away the other day, December. We are in February. God bless you, Mama Christine. Grateful for this church. My names are Rosemary Baraza. 2022. The husband died in 2022 in August 2nd. I had so many things when my husband died, but God has been good. I'm grateful God has kept me alive today. I'm grateful to you visitors who have come to really be with us for fellowship. Mimi kwa majina naitwa Evelyn Uluma. Evelyn? Uluma. Uluma. Evelyn Uluma. Mimi mzee aliaga 2022. My husband passed on in the year 2022. Na aliniacha na watoto 6. Left me with 6 children. Mtoto wa kwanza alikuwa amemaliza form 4. The first child had just finished 4th year in high school, that's form 4. Ningali nashughulika na wengine. Saa hizi still handling the others. Wawili wamefanya wakiongeza kwa huyo mkubwa. 2 again have finished fourth form 4. Mmoja ameingia. Watatu 3 have finished form 4 out of 6 children. 3 have been to high school, at least finished from 4th form. Kuna mmoja kwa university. Then 1 is in university. Alafu niko na grade 10, grade 9 na grade 5.
grade 10, grade 9, grade 5. Maisha ya ujane si rahisi, Widowhood is not an easy journey. inabidi ukuwe na moyo. You have to be diligent. Tunapitia hali We ngumu, go through hardship. lakini nashukuru Mungu, maana ukiwa na Mungu naye akiwa upande wako, kila kitu inakuwa sawa. But I thank God because when God is on your side, everything favors you. Nashukuru hii kanisa, I'm grateful for this church. hii kanisa imenishika. This church has held my Mi hand. kuingia kwa hii kanisa niliingia 2014. When I joined this church, it was the year 2014. Everybody joins this church. If you have faith, I see there is God in this church. Na ninashukuru dada yangu Jacinta, I'm grateful for my pastors. Pastor Jacinta ni sister yangu. is my sister. Mungu ako ndani yake The pastor's wife is like my sister. God is in her. na anajaribu kila awezalo, And she has been trying whatever she can be able to. na ninaomba tu Mungu mahali unakaa kaa ukiombea wajane wa prayer center. Even Mama Bishop, Mama Dina, continue praying for us. Mtuombee, tunapitia We go through hardships. Some of lakini them are tunashukuru tu unspeakable. Mungu kwa kila jambo. But we thank God for everything. Sababu anasema kila wakati tuwe wa kushukuru. Because He says every time we be Hiyo thankful. kushukuru inatubeba, That tunaona thankfulness is mkono what wa has Mungu held us up to today. uko upande wetu, So the hand of God is on na us. mswidi tu kutuombea. Ni hayo tunambarikiwa. God bless. Okwesyambe mulembe mwezi I greet you all. mutyo muno Thank you muja khukhukendela to come and visit us. nameja kanga bananga mbo Violet Mutembete I'm called Violet Mtembete. musajja wase omusajja wanje kafwa 2003 Her husband died in 2003 kumwezi kwa sita tarehe tatu in June Eh. 3rd. ononga kandekha nakhamenya kandekha na bana 8 He left me with 8 children. omwana wa kwanja yo bakosa form 1 The firstborn was in Form 1, esa bosi but babasika the rest had not even gone to school. abana much. abo akhanyakhanakho nabo nakhabayira khusukulu I've struggled with them, taken them to school. lakini umuntu sakangobosya ta I've never been able to remarry. nakhamanyisa nabo paka abana abo bakhamenya paka bakhasoma abana 8 bala abana 7 nimbamala form 4 Out of the 8 children, I've been able to struggle with them. They have gone to school, 7 of them up to Form 4. mulala ino kagama 8 And then one up to primary 8. nabolambo ta ese enolira nano bamaso okhonyali babana kwesta ese khenje khusebu khocha wanje kambira khusamakha gwosa wakhukasa ipikipiki chino. So one went even to see the uncles so that he can go for some little training so that they can repair motorcycles as a career or something. nakhamanyana abana bano nga bakhamala omwana mukhulundu nono oba omusoleli wamenyile naye ngamala form 4 kalumataka mama khenje ngonya khokho nanyala khunyolera unyinywekho abana bano ono ngamala kacha okhukonya 2017 nekafula sina nyasaye yamubukula How they talk, but she went back to her people and left her with the 3 lakini children. sayi nali Uganda kambole mba anyala kwicha nono sinyala khumanya ta Yeah, you never know. She may or may never come back to see her children. ene sendiwosa Yeah, lakini nyasaye kanindanga God necha takes munonga care of nanga me. kho tofauti nelikho Mm, bana bange bano samwene mm. ndiwosa She's seeing the help of God. She's seeing the hand of God. She's grateful. Mera, mberana bananga mba Violet Mutembete. Violet Mutembete. God bless you, Violet. Makofi kwa Violet. Asante. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Christine Shikuku. She's called Christine Shikuku. Ninafurahia sana kuwa mahali hapa She's very happy to be here. sababu hii ni mara yangu ya kwanza kuwa kwa kikundi cha widows, It is her first time to attend a gathering of widows. na nikikumbuka vizuri ni maneno tu machache, sitaki kuongea mambo mengi, manake wakati wa kuongea inakuja. There is time for testimony. If I get an opportunity, I'll give a testimony. But for now, I just want to introduce myself. My
late, bwanangu alikufa 2021 Can you speak December. in English? I'll speak in mother tongue. 2021 December ndiye alikufa. Wakati Are you ambapo, comfortable with English? let me speak Kiswahili. Okay. Wakati unasikia 2021 is when her husband passed on. wakati watu wanafurahia Christmas uko kwa matanga. When people were rejoicing in Christmas, having get-togethers, me, I was in funeral. Unaenda kuangalia mwili tarishi kwa mochari. You go to see the body in the mortuary on 25th. Ambapo ni hata huwezi amini kwamba uko katika Christmas ama uko wapi. You can't even believe that it's Christmas. I'd never imagined that on Christmas Day, I am in a funeral and I'm burying, my husband is dead. Unaambiwa kuja wewe ndio unachagua unaitwa coffin, kisanduku. Then you are being told, you go and check the coffin. Go and look at the type of coffin that you will put your husband in. It was too much for me. Kwa umri wangu ambao niliachwa, na najua wengine wenu pia mliachwa wakiwa wadogo. Mimi niliachwa nikiwa miaka 34 years, 34. I was widowed when I was 34 years, and I know some of you were widowed when you were young. I believe time for testimony will come and I'll be able to talk more, but for now, that is me. I was left with how many children? Niliachwa watoto 4. Wa kwanza alikuwa anatarajia kufanya KCPE, mwezi mmoja tu KCPE. I was left with 4 children. And the first one had 1 month to do a national exam, a national primary exam to be able to go to secondary school. Alafu wa pili alikuwa class 6. Then the second one was in primary 6. Then wa tatu alikuwa grade 3. Then the third one was in primary 3. Alafu wa mwisho kabisa alikuwa ile ya nursery ya kuanza shule. Then the last one was in baby class. Lakini nashukuru Mungu, I'm thankful to God. Haikuwa rahisi. It was not easy. Sio rahisi wakati unasikia ni kama watu wako kwa matanga, uko kwa dunia nyingine, akili yako haiko hapo. It is not very easy. If you are bereaved, you hear things and your head is almost like it doesn't function well in this part of the world because it is very traumatizing. Mungu awabariki sana. Niko pia na ushuhuda mzito na pia nyinyi pia mko na ushuhuda mzito, tutajengeana kuhusu. Kwa majina naitwa Jane Walala. Jane Walala. Mama Jane Walala is her name. Yes. Mimi nashukuru Mungu kuwaleta hapa kuonyesha kwa maneno mazuri. I'm grateful that you have come here to visit us and to gather us. Bwanangu alikufa 2010. 2010. Her husband died in the year 2010. Aliniacha na watoto wawili. Left me with the 2 children. How old are you, mom? And unfortunately nobody told us their age. Here. Mtoto wangu wa kwanza ndiye alikuwa anajoin form 1. Her firstborn was just joining form 1. That is high school. Lakini si rahisi. But it's not easy. Ni ngumu. It is hard. Kiwa tu peke yako kuwalea pia ni ngumu. Just to take care of them, even if they are 2, it is not easy. Lakini ukikiweka tu kwa Mungu, anakupitishia kila chochote. If you commit your life to God, God will see you through everything. Sasa hao wote walifanya form 4. The 2 have already done their 4th form in high school. Bwanangu akifa mimi nilikuwa Catholic. When my husband died, I was in Catholic. Alafu akamaliza mwaka nikatoka. After 1 year, I left Catholic and joined this church. Mimi niona inipeleki vizuri, akatafuta kanisa linaweza kunisaidia. I saw I was not being supported psychologically, mentally, socially. I didn't have good support. So I left and was looking for a church that can be supportive. Tangu niingie kwa hii kanisa inanisaidia mambo mengi. So since there is nothing else that I depend on, I depend on God. Hayo tu, mbarikiwe. God bless you. Bridget Mkolo Kafulana. Bridget asifiwe. Mimi nashukuru siku ya leo kufika hapa. Mimi nashukuru kanisa na mama Bishop na mama
wageni wetu na mama kanisa, nashukuru Mungu. Mimi mzee wangu alikufa mwezi wa Januari 2025. Her husband passed on in January 2025. 2025, that is last year. 2025 January. Ameniacha na watoto wanne. Left me with watoto watano. Left me with 5 children. Nashukuru Mungu, wawili walimaliza form 4. 2 of them had finished from 4th form. Watatu akona form 4. The third one is in form 4. Namba ina ako grade 6. And the other one is in grade 6. Mwingine akona miaka 2 na miezi 4. And the last one had 2 years. Mimi nashukuru tu Mungu, tunaishi tu kwa neema. I live by the grace of God. Tupende Mungu kwa yote. And I'm grateful to God in everything. Hata masito ikipita, sisi tunapita tu, tunaomba tu Mungu na Mungu anasuluhisha. There are hardships that we go through, but we have learned to pray to God and God sees us through. Mambo ni mengi kupita, sisi tunapitia mambo nyingi. Yani mtu anasema neno lenye hata ajui mwelekeo. We go through so many things. Some people talk things they don't even understand. They don't know that what they're talking about, but people just say things. People are very selfish. Na sisi vile tunajua Mungu, wewe unanyamaza tu na unaomba Mungu wako na But since we know God, we just keep quiet and continue praying. Na mengi ni hayo tu, mbarikiwe. God bless you for now. Mimi kuingia kwa hili kanisa niliingia 2015. I joined this church in 2015. Nimeshiriki na hili kanisa ndio lilisika mume wangu. My husband died when we were members of this church. Mume wangu alikufa 2019. My husband died in 2019. Tarehe 27 Januari. On 27 December. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Mume wangu aliniwacha na watoto watatu. He left me with 3 children. Mmoja alikuwa darasa la 5. One was in primary 5. Mwingine class 3. Another one in primary 3. Mdogo alikuwa nursery. The small one was in baby class. Wapendwa wenzangu, Mungu, bila nilikuwa kwa hili kanisa, watu walinichochea sana ati nitoke katika hili kanisa. I was being told to leave this church for whatever reason, I don't know. Wakanipika vita sana. I was fought by members of the family. Na mimi nikasema mlinitoa kwa Catholic, nitakuamilia tu hapa. And I said I was originally in Catholic and I joined this church, I won't leave this church. Nikakataliwa na kila mmoja kwa poma, nikapaki peke yangu na watoto wangu na hili kanisa. Everybody in my husband's family forsook me and I was left alone with my children and this church. Lakini maombi ya hili kanisa lilinisongesha mahali pengine. The prayers of this church has brought me somewhere. Sasa mimi ninasema tu ni asante hata kwa mkutano wa siku ya leo. I'm grateful to God even for today's meeting. Pengine iko na lengo na makusudi kwa maisha yangu. I'm sure there is a purpose for this meeting for my life. Nasema tu ni asante. I'm just saying thank you. Ni hayo tu, namparikia kwa majina naitwa Lydia Makoha. God bless you. My name is Lydia Makoha. Mbarikiwe. God bless you. Amen. Praise be to God. Amen. Praise to God again. We said that the whole purpose of this meeting is to temporarily put aside our troubles. Come and meet each other and be able to encourage one another, to be able to rejoice. And God has brought us together. Na Mungu ametuleta pamoja.
Bwana, praise God. My name is Agnes Oluoch Buluma. Agnes Buluma is the mother of Bishop Raphael Buluma, and she became widowed in December, tarehe 14th of December 2025. Lakini lano kulekhana khukorana no mwezi 10 January. Omwezi 10 January 2026, that's when her husband was buried. Then she became truly a widow. Lano nuwa kulekhanira. That is when they said bye to each other, when she was burying him. Lano kuchaka nendulao. From there, now having been left the way I've been left, I'm with the Lord. God is covering me. I haven't seen any trouble much. Because even when my husband parted, he left me when I was sick. I have these tremors. I try to be stable. I cannot be stable because I began being sick even long before he became sick himself. But through that all, I've committed myself to the Lord. Thank you. In Genesis chapter 126. In Genesis, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza 26, we see the plan of God. Tunaona mpango wa Mungu. What God intends to do. Kile ambacho ni makusudi ya Mungu. And then in verse 27, mstari 27, we see the implementation, we see the works of God. Tunaona kazi za Mungu sasa, matendo ya Mungu. Based on his plan. Kulingana na vile ambavyo amepanga. And then in 28, in verse 28, alafu katika mstari wa 28, we see God empowering his plan and implementation. Tunaona Mungu akitia nguvu ama akipumulia kazi yake, mpango zake na kazi yake. Kulengere inofwesi. Hallelujah. Hallelujah. Now, what was his plan? Mpango wa Mungu ulikuwa nini? In his plan he said, let us make a man in our image, in our likeness. Katika mpango ya Mungu, Mungu alisema hivi, tumuumbe mwanadamu katika sura yetu na katika mfano wetu, afanane na sisi na awe na tabia kama yetu. So that they may rule over the fish in the sea, the birds in the sky, over the livestock and all the animals, and over all creatures that move along the ground. Ili mwanadamu aliumbwa ili aweze kutawala majini, atawale inji kavu, atawale angani, mandege wa angani, wanyama ambao wanatembea na kutambaa katika dunia hii, na wale wanaishi kwa maji. The intention of God, pangilio wa Mungu, was not only to be in his image. Hakukuwa tu ili sura yake peke yake aonekane kwa sura yake. But God wanted us to rule. Lakini Mungu alitaka utawala wake ashiriki na sisi, pia sisi tutawale na yeye. He wants us to dominate. Mungu mapenzi yake na mpango yake alitaka sisi tutawale.
Oh, hallelujah. Oh, ashena kona no The mwenye. intention of God Mpango ya Mungu was not for anyone to be down. Mungu hakuumbako watu wengine wawe chini na wengine ndio wako juu. But the intention of God Lakini mpango wa Mungu was for everyone. ilikuwa kila mmoja wetu. When we look at them, tukiwaangalia, we must look up there. Tunaangalia juu. Oh, hallelujah. Hallelujah. And it is my prayer, ni maombi yangu, and it is also my wish, na ni tamaa ya moyo wangu, that from here, kwamba kutoka hapa, the way we look at ourselves, vile ambavyo tutajiangalia tukitoka hapa, it must not be from below there, that we are the people in the villages. Tusijiangalie kama tuseme ati watu wa kijijini, oh wajane, sisi ndio tumeachwa, sisi ndio. Maybe people in Nairobi, they are high. Ati wa Nairobi ndio wale watu wa Nairobi wako juu, alafu tukikuja watu wa Kakamega wako hapa, alafu sasa wakaunga wako hapa. Kuna kitu kama hiyo. All we must know is that kile tunapaswa kujua ni people in Nairobi, watu wenye wako Nairobi, they cannot survive without you. Hawawezi kusurvive maisha hii bila wenye wako vijijini. So there is no one who is above the other. God has made us to dominate. Kwa hivyo hakuna mwenye ako juu ya mwingine. Mungu ametuumba sisi wote tuwe watawala. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yeah. Verse 27. Mstari wa 27. Of which is the one that I love the most. Ambayo ndio mhubiri anaipenda sana. It says, so God created mankind. Inasema ya kwamba kwa hivyo Mungu akamuumba mwanadamu. His own image. Kwa sura yake. In the image of God. Katika mfano wake. He created them. Akawaumba. Male and female. Mwanamke na mwanaume. He created them. Aliwaumba. Oh, let me ask you a question. Wacha nikuulize swali. On the first day of God creating a human being. Siku ya kwanza ile yenye Mungu aliumba mwanadamu. Did God create a man and only? Mungu aliumba mwanaume peke yake. A male only. Aliumba mwanaume peke yake. Kulingana na hili neno, si Biblia inasema aliumba wote. Yeah. What is the image of God? Sura ya Mungu ni nini? Where we have just read. Ambapo tumesoma. Is male and female. Mwanaume anabeba sura ya Mungu, mwanamke anabeba sura ya Mungu. He created them. Maana aliwaumba. I'm a male. Mimi ni mwanaume. I say I am a male. Nasema mimi ni mwanaume. But that does not make me better than a female. Hainifanye kuwa sasa ati mimi niko juu kuliko mwanamke. Sisi wote tuko na sura ya Mungu. Also being a female, na kuwa mwanamke doesn't make a female better than we males. Haifanyi mwanamke kuwa bora, sababu wote wako na sura ya Mungu. Because kwa sababu every one of us, kila mmoja wetu on this earth, katika ulimwengu huu, has a role to play. Ako na mahali pa kushughulikia. Once you do your part, unapofanya sehemu yako, and as a male I do my part, na mimi kama mwanaume nifanye sehemu yangu, we will always win and overcome. Daima tutaongoza na tutashinda. Oh, hallelujah. Hallelujah. And it's a pity, ni jambo la kuhuzunisha, that our cultures, tamaduni zetu, has dehumanized women. Imefanya wanawake kuonekana ni kama ndio wako chini. They have taken women down there. Na ikawapeleka wanawake kuwa pale chini. And we think that we cannot be led by a woman. Mpaka tunafikiria ya kwamba mwanamke akiachwa hawezi ongoza. And that is why I like Proverbs 31. Na ndio sababu ninapenda Mithali 31. Let me ask you a question. Acha nikuulize swali. According to Proverbs 31, kulingana na Mithali 31, who should provide for a family? Ni nani anapeana kwa ajili ya jamii? Kulingana na Mithali 31, mwanamke, a woman. Who should go to the field and gather food? Nani huyu anaenda kwa shamba? Kwanza ananunua shamba. Proverbs 31 inasema anaenda ananunua shamba. In other words, who should work for the family? Kwa hivyo nani anashughulikia jamii na kuleta chakula? Si ni mwanamke? No, I say according to Proverbs 31. Kulingana na Mithali 31 ni mwanamke. And last question based on Proverbs 31. Na swali la mwisho. Who should give a male a dignity? Ni nani anapatia mwanaume jina na sura?
mwanamke ndiye anapatianga mwanaume sura khwalolesha omundu ko newe ubetsa nokholera ikasi khwabe nelira ko newe umwetse elira ama shikali karyo nikali karyo kholakho ori. Yeah, they are saying it is true. We are the ones who give men the image, the name, the title in the society, and a good name in the gates. Amen. Amen. So, according to Proverbs 31. Yeah, so, but now, lakini when we look in verse 27, tukiangalia mstari wa 27, there is something that is not mentioned. Kuna kitu haitajwi. As it appears in 26. Vile ambavyo inaonekana katika 26. In 26, katika 26, God says, let us make a person in our image and likeness. Mungu anasema tumuumbe mwanadamu katika sura yetu na mfano wetu. But in verse 27, kini 27, is only in the image but not in the likeness. Ni sura tu lakini si mfano. Or can we read again verse 27? There's no likeness of God. Yeah. Oh, hallelujah. Yeah. There's no likeness. Hakuna kufanana lakini sura tu. But why? Kwa nini? I want you to really grasp and understand it clearly. Nataka tuelewe. The image of God, sura ya Mungu, is what we call nature. Naturally so is nature. Ndio tunaita asili. We are born in the image of God. All of us, male and female. Sisi wote tumezaliwa ama tumeumbwa kwa sura ya Mungu. But lakini not in the likeness of God. Lakini katika mfano The likeness of God, mfano wa Mungu, is not a nature. We are nurtured. Do you know what to say? Not nature but nurture. We are nurtured. Ili tufanane na Mungu lazima tupitie kufunzwa na kuelewa ili tufanane. In other words, sura tunaweza kuwa na sura ya Mungu, tuliumbwa na sura ya Mungu, lakini kufanana na yeye ni tabia ambayo lazima tupitie. Our likeness, we must be nurtured into the likeness of God. We are mentored. Tunafundishwa, tunasomesha, tunakemewa, tunafunzwa neno ili tufanane. To be like God. Lazima tupitie mafunzo ndio tufanane na Mungu. Tunaelewa? Sura ni kama Mungu. Lakini tabia lazima tufunzwe ndio tufanane na yeye. Si ndio? Amakolo kondo karusubwe mwefwe. Ta. Amandu fulani ho kufanane mufima. Mumima kufanane nde Nyasaye. Muulira kene kalya. Our characters must be nurtured, mentored, and so that we are like God. It's a process. Amen. Yeah. And this is why we are here together. Na ndio sababu tuko hapa ili matabia zetu ziweze kufanana na Mungu. Mjane ambaye ni wa mfano anafanana na Mungu. Yes, so that thank you. Yeah. Kufanana na Mungu. Yes, a Amen. widow that is like God. Amen. Yeah. Hallelujah. And then that is why in the book of Isaiah, ndio sababu katika kitabu cha Isaya, God said, Mungu alisema, my thoughts are not your thoughts. Kwamba mawazo yangu si kama yenyu. My ways, njia zangu, are not your ways. Sio njia zenyu. So this shows that we are not like God. Ndio kusema ya kwamba sisi si kama Mungu. But as we have said, we are mentored to be like God. Lakini kama vile tumesema ni kwamba tuko katika safari ya kufananishwa na Mungu. Now, if you tell yourself that you are a woman and that you are low, we must know that you are very far from being like God. God does not see anyone that way. Kama uko na sura ya Mungu haiko chini, sura ya Mungu iko juu. Oh, hallelujah. Amen. If God says, my thoughts are higher, it means our thoughts, all of us, must be higher. Kama mawazo ya Mungu yako juu, sisi tuko safarini kuumbika na kufunzwa, mawazo yetu pia inapaswa iwe juu. Hallelujah. Tuko pamoja? Don't forget the plan is to dominate and to rule. Na mpango ya Mungu mwishowe ili tutawale na tuwe viongozi. Now, I want you to listen to me. Nataka msikize. Don't look at what you have and what you don't have. Siangalie chenye uko nacho na chenye hauna. But look at the purpose of God for you.
lakini angalia makusudi ya Mungu kukuelekea wewe. Oh, hallelujah. Amen. Once we understand our purposes, tunapoelewa kazi yetu, kusudi yetu ya kuumbwa, tunafaa tufanye nini? We will overcome. Tutashinda. Oh, hallelujah. Hallelujah. And I would love us to look in the book of Jeremiah chapter 1. Tukiangalia kitabu cha Yeremia sura ya 1, verse 4 and 5. Mstari wa 4 na wa 5. Amen. I don't know if you have the Bible, can you read it for us? Even if it's in Swahili or Luya, it will be fine. Jeremiah chapter 1 verse 4 and 5. Yeah, now, that is verse 4. Now, I want us to concentrate here. Nataka tumakinike. Here we hear the story of a little boy. Hapa kuna hadithi ya kijana mdogo. This little boy never thought that he can give something to the world. Huyu kijana mdogo hakufikiria anaweza kupatia chochote ulimwengu. And the most important thing, he did not know himself. Jambo la muhimu kabisa, hakujielewa. Oh, hallelujah. Hallelujah. Now, the most horrible thing on earth, it is when you don't know who you are. Kitu kibaya sana ni kutokujua wewe ni nani. Let me repeat. Acha nirudie. A failure in life, mtu mwenye ameshindwa na hii maisha, comes when somebody does not know self. Kushindwa kwa maisha kuna kujanga wakati mtu hajielewi, hajijui. And hajijui yeye ni nani. If you know self, ikiwa unajijua wewe ni nani, it does not matter where you are in life. Kama unajijua, haijalishi kwa maisha uko wapi. It does not matter even how old you are. Haijalishi hata umri wako. Oh, hallelujah. Haijalishi. Yes, the most important thing, know yourself, understand yourself. Kitu cha maana katika hii maisha, ujijue na ujielewe. Now here God speaks to the young man. Hapa ni Mungu anazungumzia kijana. And that is why I love verse 4. Na ndio sababu ninapenda mstari wa 4. Then God said to him, hallelujah. Mungu akamwambia, life starts with God. Uhai ama maisha huanza na Mungu. Once you take God out of your life, you don't have life. Ukimtoa Mungu kwa maisha yako, tumesema tuko katika hali ya kuumbika kufanana na Mungu. Hallelujah. Na kitu ya kwanza ni Mungu ndani ya maisha ya mtu. Ukitoa Mungu ndani ya maisha yako, wewe huna uhai. Uwe mjane usikuwe mjane, kama Mungu hayuko ndani ya maisha yako, utamuhasibuzwa. Utamuhasibuzwa newe ho wafu para olumulamo nakane wafu. Tuko pamoja. Hallelujah. Amen. Now, let's hear what verse 5 says. Before you know, in our medical term, before conception, kabla mimba yako ichechukuliwa, before a seed of a man and a seed of a woman come together, kabla ya mimba yako kuchukuliwa, God said, Mungu alisema, before that happens, kabla hayo hayajatendeka, God knew you, Mungu God knew me. Mungu alikujua na alijua kutazaliwa mtu anafanana na wewe. And you know, when God says, I knew you, na Mungu anaposema nilikujua, it does not mean that he knew your name, he knew your parents only. No, 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 no. Haimaanishi alikujua jina, alijua utazaliwa na wazazi wagani, lakini alijua mtu kama wewe atakuja kukua. God said, Mungu alisema, I am the one who planned you where to be born. Mimi ndiye mwenye nilikupangia utazaliwa wapi. Obola wa khebulu go fane binyalu nomba ena. Nyasaye no wa kupangira.
Olibulwa mrebe, olibulwa kana yufana ye, olibulwa wapi utaitwa nani nekesa, si ndio? Ungetaka kuitwa nani jina ya Kikukuyu Adhiambo, ungetaka kuitwa kitu fulani Awino, Njeri, ungeitwa Njeri, lakini Mungu alipanga utaitwa nekesa na fulana Njala na Wire. Amen. Hallelujah. Just expounding, he should have. He planned that you'll be born here and be called this name. Now, before you and I were born, kabla wewe na mimi tujazaliwa, God saw a problem somewhere. Mungu aliona shida mahali. But God, lakini Mungu wanted to bring a solution. Mungu alitaka kuleta suluhisho to a problem. Kwa hiyo shida. And when God look at this problem, Mungu alipoona hii shida, God will say, Mungu akasema, but you, wewe, I trust you na kuaminia to be a solution wewe ndio solution to the problem. Kwa hii shida. And God said, no, because of the problem in Kakamega, kwa sababu ya shida Kakamega, this one must be born in Kakamega. Huyu atazaliwa hapo. Kwa hivyo ulizaliwa hapo penye ulizaliwa, ulete suluhisho hapo hapo tu. Wewe ndio suluhisho, wewe ndio dawa yake, wewe ndio dawa ya hiyo boma. Hapo penye ulizaliwa tu, hapo penye ulikataliwa. Nani alisema amekataliwa kaachiwa kanisa? Ako wapi? Ako hapa. Walisema tu hiyo shida ni unyalana nayo. Wewe ndio unaezana nayo. Now, let me give you the story of my wife. Niwapatia hadithi ya bibi yangu. She said she went to a white person's house to help her auntie who was working there. Bibi yake ana hadithi. Bibi yake alienda kwa nyumba ya mzungu kule Afrika Kusini kusaidia mama yake kazi, sababu mama yake alikuwa anafanyia mzungu kazi. And she looked at how the auntie was preparing food, auntie yake si mama yake, bed for these white people. Na akaangalia vile auntie yake huyo mwenye alikuwa anafanyia mzungu venye alikuwa anafanya, awatandikie vitanda, atengeneze chakula. And after work, baada ya kazi, my wife says she was still at primary school. Alikuwa katika shule ya msingi. She went to the park. Akaenda mahali michezo inakuwa kwa uwanja msukuni. And sat under the tree. Na ayekala msala. Then he talked to God. Nenabola nde Nyasaye. Say, God, ala Nyasaye, why did you make me to be born in a black family, not white family? Kwa nini uliniumba nizaliwe mweusi na si mzungu? Esieko bezenje nefa padra abandi vitanda. Na sisi ndio tunapatandika vitanda, tunafagia, tunawapikia chakula. Ona kwa venye wazungu wanaka, aunti yangu anawafanyia. Aki Mungu kaniumba mweusi kwa nini? Alienda akakaa kwa uwanja kama hii, akakaa chini ya mti. Akaambia Mungu, kwa nini uliniumba nyeusi? And she cried. Akalia. I said, God, kasema Mungu, why did you make me to be a black person? Kwa nini uliniumba mweusi? Oh, hallelujah. Hallelujah. But by God's grace, kini kwa neema ya Mungu, today she forgot. Leo alimesahau hiyo. Why? Kwa nini? Because God has made us to be solutions. Kwa sababu Mungu ametusababisha kuwa solution to existing problems. Kwa shida zenye ziko. Said God knew you, God knew me before I was even formed in the womb of my mother. Mungu alikujua, Mungu alinijua mimi kabla hata tujaumbika katika tumbo za mama zetu. Oh, hallelujah. Hallelujah. And number 2, jambo la pili, there is no child who is born by mistake. Hakuna mtoto, hakuna mtu anazaliwa kwa makosa. Chwezo anazanola kashofala kuna tawe. Oh, hallelujah. Yeah. Even myself, I know my parents did not plan me. Hata mimi ninajua wazazi wangu hawakunipangia ati nizaliwe. You know, I was born in 1964. Alizaliwa mwaka wa 64. But it was a teenage pregnancy. Lakini ilikuwa ni mimba ya msichana mdogo. Mnaelewa teenager? Mama yake alikuwa teenager akashika mimba. Oh, did you understand? Mnaelewa? So my mother did not plan me. Kwa hivyo mama hakupanga kumzaa. Oh, my biological father he even ran away. Na hata mwenye sasa alifanyika ndiye alikuwa baba yake, watoto kwa watoto akapotea. Sijui alipotelea wapi. But lakini
Who knew me before I was even formed? Nani alimjua hata kabla hajaumbika? Mungu. And who planned me? Nani alimpanga? Mungu. I always say that God took advantage of their mistakes. And Kila wakati mimi nasemanga Mungu alidoea makosa yao. Makosa inafanyika lakini Mungu anaweka kusudi yake hapo. Anaweza zifue sana. Hata kama ulishtukia umeolewa, watiokonyo mkhana wenye kasi nuinyola yo noteha. Nyasaye ashirini nawe, nesha bolanga. Nyasaye ashirini kata wetu kana noteshero mukofu. Nyasaye ashirini nawe. Khandi amanya tsamboko ne uli nyala kabundu bwena alia. Hallelujah. Amen. Yes. So we are not born by mistake, we are planned by God. Kwa hivyo hakuna makosa kwa maisha ya mtu. Kila mtu maisha yake ni mpango wa Mungu. Semako mpango wa Mungu. God's plan. Amen. Amen. And but let me warn you, let me put something in you. Wacha nikupe hekima. The very same mother huyo mama mmoja who gave birth to me, ambaye alinizaa, the one with teenage pregnancies, yule ambaye alizaa kama angali mtoto mwenye hakufaa azae. When I was growing up, while I was still at primary, wakati nilikuwa nakuwa niko katika shule ya msingi, she sat down with me and talked with me. Alikaa chini na mimi akaniongelesha. And she said to me, kaniambia, my boy, kijanangu, in your life, katika maisha yako, I don't want you to make mistake sitaki ufanye makosa that I have done. ambayo nimefanya. I don't want to hear a girl coming here says you have impregnated her. Sitaki nione msichana wa mtu anakuja hapa ati wewe umempea mimba mapema asubuhi. I want you to go to school. Taka uende shule. To finish. Umalize. And build me my house. Na unijenge nyumba. We did not have a house. Hatukuwa na nyumba. Oh, hallelujah. Hallelujah. And that is why growing up, na ndio sababu kukua, my vision was only one. Maono yangu ilikuwa moja. It was not to be a pastor. Haikuwa kuwa mchungaji. I just wanted to build a house for my mother. Nikuwe mkubwa, nisome, nijenge mamangu nyumba. Oh, hallelujah. Hallelujah. And because of her teachings, kwa sababu ya mafunzo yake, let me tell you something. Wacha nikwambie, before I got married, kabla sijaoa, I got married at the age of 27. Nilioa kwa miaka 27, nikiwa na miaka 27. I never slept with any girl. Sikulalala na wasichana mimi. But I was taught by somebody who made a mistake. Lakini nilifunzwa, mimi ni mwanafunzi wa mtu mwenye alikuwa ameshafanya makosa kama hiyo. I had to learn from ilibidi nijisome kutoka kwake, kutoka kwa makosa yake. And even after marriage, na hata baada ya ndoa, I never slept with, on earth there's no any woman who will say I once slept with that man. No one. Sijawahi tangatanga kwa wanawake na lala. Kuna mwanamke anaweza simama aseme ati nimewahi lala na huyu pastor kwa maisha yangu hata kama nimeoa. Oh, do you get it? Mnapata? Are you with me? Mko pamoja na mimi? Are you with me? Mko pamoja na mimi? And then, but when I started to work, lakini nilipoanza kazi, don't forget that we are the solutions actually. Na usisahau kwamba sisi ni suluhisho. When I started to work, tulipoanza kazi, I bought a land for my mother. Nilinunulia mama yangu shamba. And I built a house for my mother. Nikamjengea nyumba. And out of that, kutokana na hiyo, as I'm speaking to you, ninapowaongelesha, I'm a landlord. Mimi ni landlord. Watu wanakodesha manyumba zangu. Oh, hallelujah. Hallelujah. And some of my tenants are even white people. Na baadhi ya watu wanaishi kwa manyumba zangu ni wazungu. Where I am driving you to is that ninakupeleka ni kwamba God saw a problem. Mungu aliona shida. And God wanted to know what will be the solution. Mungu akajiuliza suluhisho ya hii shida ni nini? Then God planned you and me.
Mungu akakupanda wewe na mimi. We are the solution. Mahali ambapo tutazaliwa sisi hallelujah. tupeane suluhisho. Even today, I'm still solving the problem of homelessness because I give houses to people who don't have. Hata mpaka saa hii bado nasuluhisha shida ya watu kukosa nyumba, sababu napatia nyumba watu wenye hawana nyumba. Nasuluhisha mambo. I knew you before you were formed in your mother's womb. Ilikujua kabla hujaumbika katika tumbo la mama yako. Endelea. Oh, I speak too much, yeah? Now, to sanctify means I separated you. Kukutakasa ni kukuweka kando. Mama, in your life, don't compare yourself with other people. Mama, mubulamu bubo lafanananga honda abantu bandi tawe. Okwipima ku bantu bandi tawe. Ewe warebwa takando wenyene tsorio kata mbakana benyu. Oumaho mfanana naeta. Ewe woli sakando no bulamu bubo. You know, we are 14, we are 15, I think we are 16 here. But we might be together, but God has put you aside to do what you are supposed to do, and God has put you aside to do what He has called you to. We cannot do one thing at the same time, all of us. Mulifuana kwa bandu babirita. Kata kwikhala na bandu 10 na ngapi. Tulisha mundu obeteje ni kasi hiyo echera nuibula kushibala kuno yenye unafaa utimiza ufanye. And don't even compete. We must not compete with our children. Yato huichi kasenenda kata abana tawe. Oh, hallelujah. Hallelujah. We are separated. Tumewekwa You are kando. an individual. Wewe ni mtu binafsi. Hallelujah. Hallelujah. Yes, finish it, Mama. Amen. And you, being a young man, I qualified you to be a prophet to the nations. Yeremia akiwa mdogo akaitimishwa awe nabii kwa mataifa. Oh, hallelujah. Hallelujah. In our societies, katika jumuiya zetu, everywhere in the world, popote katika ulimwengu, we have created a culture not of God but our own culture where we despise or we look down at each other. Tumejiumbia tabia katika dunia hii ya kudharauliana kote ulimwenguni. Hiyo tabia siyo ya Mungu. And especially when it comes to gender, the females are always undermined and despised. Na hata ikifika kwa hali ya kijinsia abantu bakasibuli abundu wenye kulecheresibwa nende kateshila kulaka. But people who have the Spirit of God, kini watu wenye wako na roho wa Mungu, they really, you know, when it comes to gender, they treated people equally. Watu ambao wanajua Mungu wanakaa na watu kwa heshima. Na lolo mundu wela esio bandu liyali tawe khanya saya umaku mundu ngoyo. Au mamota awo mundu kulecheresya abantu sane wono nakasunga khande kheshilingi tsibiri. Mundu ngomweno nyasaya bezanga na umamo kata nawo lambu yawoni wako. Nyasaya bezanga na umamo. Amen. Now let's look in the book of Romans chapter 16. Kitabu cha Warumi chapter 16, 1 verse 1 and 2, 3. Warumi 16 mstari wa kwanza hadi wa 3. I don't know. I think I'm left with about 6 minutes. Yes, Yeah. I want to finish now. Hallelujah. Amen. I hope the sun is not disturbing Mama there. Yes. Yes. Okay. Let's just. Kuja. Phoebe. Now, Paul is speaking to a church in Rome. Paula anazungumzia kanisa kule Urumi. He said, anasema, I recommend to you ebarumiranga Phoebe, a lady mama called Phoebe. Ulangwa Phoebe. I recommend her. Eba muruma kuinywe. Yes, mama. Senjirea. Yes. She is the servant of God. Ni mtumishi wa Mungu kwa kanisa ya Kengrea. Look,
serving God is not only for males, but for all of us, we can serve God. Ndio kusema kumtumikia Mungu si kwa wanaume peke yake. Sisi wote tunaweza mtumikia Mungu. Oh, hallelujah. Amen. Yeah, we must not think that mutumishi we Mungu should only be males. We are all the mutumishis. Sisi wote ni watumishi. Amina. Sema mimi ni mtumishi. Hallelujah. Amen. Yes. What the way you must receive her. You must receive her just like you receive me, Paul, just like you receive Peter, just like you receive all the servants of God. Pokeeni Phoebe kama vile mtapokea mimi Paulo, Petro na watumishi wa Mungu wengine wote. Yes. And whatever she asks, chochote ikasi yosi yale nayo mrumishi wa Nyasaye do it for her. Mumusaidie. Don't say I can't hear, I can't listen to a woman. Siwezi sikia na wale mkhasi ni shoji kuro mkhasi wa shota. Weshukuborewa wajane ni wanafanya kazi kwa nyumba ya Mungu. Na ni watumishi wa Mungu. Na wakipata mama pastor ndio hao ndio wanamsupport kabisa, sio wenye wanasema mkhasi ya mboda. Pastor yeta no kasi ya nguvu yikalo vile. Ne mama pastor ni yeta na wala But let me put it somehow so that I make it to have weight. Wacha ni fafanue vizuri. Oh, hallelujah. Amen. I want you to understand. Nataka muelewe. One time the Sadducees, they asked Jesus. Wakati mmoja Masadukayo walimuuliza Yesu. And said, Jesus, if you say there is a resurrection. Kamuuliza Yesu, ukisema kuna ufufuo. If a woman had been married to 7 brothers. Kama mwanamke alikuwa ameolewa na wandugu 7. On the resurrection, whose wife will she be? Wamukhasi ni kaba mbuyate shirona abasasa 7 yani unayafua kanate chibonde uno nafa. Chikubola muranya lekutekha. Uno nafa bola 7. Busiku ya ufufuo atakuwa bibi ya nani? Bareba direbe enero. Yes. And Jesus said, Yesu akasema, on the resurrection, siku ya kufufua, there will be no male nor female. Hakuna kike, hakuna kiume. We will all be like angels. Tutakuwa kama malaika. Hautekha teshe tano. Ta. Kama ni kuolewa ni hapa. Do you know what is meant? You, the real you, the spirit, the real you. The real you. Wewe. You are inside this body. Uko tu ndani ya mwili ya kike. Some the body is the body of a female. Wengine ni mwili ya kiume, wengine mwili ya kike. Some the body is of the male. Lakini sisi ni maroho. But when we have died, wakati wa kukufa, there is no male no female. Hakuna kike, hakuna kiume, ni maroho. So don't look down at yourself. So usijidharau, wewe tu ni mwili umebeba roho. Oh, hallelujah. Ambayo itakufa iende kwa Mungu. Amen. Amina. Let's continue. Hallelujah. Amen. So she's working in the church, and let's rush to Acts chapter 16. We read verse 14 and 15. Acts chapter 16. You know, chapter 16, we must not forget that it's a story of Silas, Paul and Silas. Verse 14 and 15. Hallelujah. Now, let's read it very slowly. It says, there was a woman called Lydia. Oh, do we have Lydia here? Oh, I was looking at your smiles. Hallelujah. This woman was a fashion designer. Oh, do you understand? Oh, Mama, now you have retired. Alikuwa mshonaji. Amen. And then, but she was not only a fashion designer, she was also a business leader. Lydia alikuwa mshonaji, lakini tena mwanabiashara. Oh, are you with me? Kwa pamoja.
She did not look down. She was a leader. Alikuwa kiongozi. And then, yes. Yes. So she got saved when she listened to the preaching of Paul. Akasikia injili ya Paulo akaokoka. Mm. Mm. Why do I say she was a leader? Kwa nini nasema Lydia alikuwa It's kiongozi? because she was able to persuade Aliweza kushawishi people to do something. kushawishi watu wafanye kitu. Oh, may you persuade your children. May Pata you persuade any people you come across. ya kuelekeza watu nonyola abantu bachenda munjira tsimbi obo mundu unyala kubola nabo uwe mtu unaweza kuwaongoza watu kwa njia mzuri mahali ambapo unapatikana, iwe ni kwa kanisa, kwa kijiji au popote ambapo unaka kuwa kiongozi kama Lydia unaweza elekeza watu. Hallelujah. Amen. May you persuade even your governor. Uweze kufikia hata viongozi wenu kama governor. Tell governor that I'm the one who put you there. Mbie wewe ndio ulimweka huko. Persuade to do something. Wafanye kitu muhimu. Oh, hallelujah. Anza na MCA. Mashula kukaba namba voda kwa MCA. Show leadership in your life. You were born a leader. Umezaliwa kuwa kiongozi. Ole khala sabantu bala kuchenda kumurota. Leadership is not only in politics. Uongozi sio kwa siasa. In business, kwa in biashara, family, in the church, everywhere. Hallelujah. Amen. Can we look at Acts chapter 12? This is the last but one. We are finishing. Acts chapter 12, verse 12 and 13. Yes. Mm. Now, let me ask you a question. When Paul escaped from prison, did he went to another man's house? No. He went to a house of a woman. Oh, alipotoka gerezani Paulo alienda kwa nyumba ya mwanamke. Because once the woman opened the heart, wakati mwanamke huyo alifungua moyo wake, it's easy for God to use her. Mwanamke yeyote samahani akifungua moyo wake ni rahisi Mungu kumtumia. Even the prayer meeting was in her house. Hata mikutano ya maombi inaweza fanyika kwa nyumba yako. You finished, Mama? Oh. Amen. Now let's finish with Acts chapter 9. That is the last. If we have found chapter 9, 36 to 42. Now I like the word disciple. She was a woman, she was a Christian. Yes. Oh, hallelujah. This woman was a solution to the problem of the people in Joppa. Huyu mwanamke alikuwa suluhisho ya watu wa Yopa. Oh, it is still my prayer, may you become a solution to your community. Fanyika suluhisho mahali umejikuta, hata mahali umeenda. Hata panya zijue uko hapo. Si uko hapo kwa tabia, uko hapo kwa jina mzuri, uko hapo kwa ushuhuda. Wakisema kuna mama mmoja ambaye ako strict na watoto wake, nyumba yake iko sawa na anaomba na anamcha Mungu. Amen. Amen. She was helping, she was bringing solution to her community. Alikuwa analeta suluhisho kwa jumuiya yake. Yes, Mama. Mm. 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 Mm.
Oh, hallelujah. Now, the way she was a solution, when she died, the church in Joppa, they went looking for Peter. Oh, hallelujah. Because the person who died was the most important person in that community. Kwa sababu alikuwa mtu wa maana na alikuwa anasaidia watu. Wakati alikufa, ilijulikana mtu wa maana amekufa hapa. Na walienda wakitafuta Petro mahali ako kwa sababu mtu wao wa maana amekufa. Amen. Amen. The widows stood by him, weeping, showing the tunics and garments which Dorcas had made while she was with them. Oh, hallelujah. I don't know, in life there are people, some people when they die, we rejoice. Kuna watu wengine wakikufa watu wanafurahia jameni. Because they increase problems, they add to our problems. Shida imeondoka. Oh, hallelujah. But with Dorcas, Lakini Dorcas, when she died, Tabitha alipokufa, it was a real loss. Ilikuwa ni kupoteza. And people did not know, even what to do for this woman to wake up. Hawakujua wafanye nini Dorcas amuke. But I thank God. Nashukuru Mungu. Because that woman was fulfilling her purpose. Huyo mwanamke aliishi kutimiza kusudi lake la kuzaliwa. Mungu. God raised her from the dead. Mungu alimfufua, ilibidi. May the purpose of your life sustain you. Kusudi ambayo ulizaliwa ukiendelea kutimiza iweze kukusaidia kwa shida yako. Wakati unafanya kazi ulizaliwa kufanya na kutimiza, hiyo ndio itakutetea wakati wa shida. Huyo alikufa na kazi yenye alikuwa anafanya ndio ilimfufua. Amen. 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 I have finished talking now. Nimemaliza kuongea. Hallelujah. Amen. Amen. But if you allow, can I pray for you? Yes. Let's pray. Father, in the name of Jesus Christ, we thank you for this gathering as we have met here to be empowered so that we will be like you. Father, I pray that from this time, no woman that is here that will look down upon herself. Oh my God, I pray that they must know that nothing is impossible for anyone who believes in you. Father, I pray that whatever they purpose in their hearts, Father, let it come to completion in the mighty name of Jesus Christ. Touch and prosper the works of their hands. Father, we pray, give them healthy bodies, healthy minds, and to do what they are supposed to do, Lord, without any disturbance in the name of Jesus Christ. Bless them and bless their families, we pray, and make them, Lord, to be a blessing to this community in this village and beyond this village. Make them a blessing, Father, in Kakamega, in Kenya, and beyond the borders of Kenya, in the name of Jesus Christ. Father, we pray that let their children be arrows in their hands. Because they are their children, Father, they will eat the best of the land. And in Jesus' mighty name, manifest your grace, your love, your power in their lives. Amen. 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 Give the Lord a mighty, mighty, mighty hand of praise. Alafu, hii sabuni ndio inakuanga mzuri sana. Inaitwa Menengai. Miti ngapi? 2. Sukari, 3 kilos of sugar, cooking oil, and 2 bars of soap. Of Menengai bar soap. Sawa sawa. So, hizi zawadi ni hizi, na ningependa tu mtu atakuja akichukua
mmoja mmoja. So we have our gifts here. So each one of you will come and pick his We will package. be giving you as you take a photo, one after another. Yes. So we will take a photo one after another as we give the Tutachukua gifts. picha. Mnapochukua, kila mmoja anapokuja kuchukua, tunapiga picha, anaenda na keti, mengine anakuja hivyo hivyo. Amen. Amen. We will start with our mother. Tunaanza na mama yetu Agnes Buluma. Tunaanza na mama yetu Agnes Buluma. Makofi. Na nani atambebea hizi vitu? Mtu atampokelea. Who will carry Mama for Agnes. her? This is for Mama Agnes Buluma. And this is her sugar and her cooking oil. Sukari A hand clap yake to the Lord. na mafuta pamoja na sabuni. Makofi kwake. Amen. Next to Mama Agnes, we will Wa go like pili. that. Mama nani? Lydia? Mama Lydia Makoha. Mama Lydia Makoha. Mama Lydia Makoha, God bless you. Be strong in the Lord. Mungu akubariki sana. Amen. Amen, Mama Lydia. Look Mungu at the akubariki camera sana photo. Mama Lydia. Yes, God bless you. Mungu akubariki sana. Amen. Next. Mwingine? Gina. Bridget Mukolo. Bridget Mukolo. God bless you, Mama Bridget Mukolo. Mungu akubariki sana. Amen. Amina. Amen, Mama Bridget. Amen. Next. Mwingine? Esther. Mama Esther. Mama Esther. Mama Esther. Mama Esther has no house, but God will bless her. Mama Esther hana nyumba lakini Mungu atambariki. Amen. Amina. Amen. Makofi kwa Mama Esther. Kofi kwa Mama Esther. Next. Mwingine? Evelyn, Mama Evelyn. Mama Evelyn. God bless Anapokea sabuni yake. Amen. Anapokea mafuta yake na sukari. Amen. Makofi kwa Mama Evelyn. Makofi kwa Mama Evelyn. Evelyn. Next. Mwingine? Mama Rosemary Baraza. Mama Rosemary Baraza. Hey, she says thank you. God bless you. Anapokea vitu zake. Amen. Amen. Next. Mwingine? Mbuina. Violet Mutembete. Mama Violet. Mama Violet anapokea kifurushi God bless chake. you, Mama Violet. Mungu akubariki sana Mama Violet. Makofi kwa Mama Violet. Mwingine? Mama Violet. Next. Mwingine? Christine Otipa. Mama Christine. Christine. Christine anapokea bless you. sabuni yake, Mama mafuta Christine. pamoja na sukari. God bless Makofi kwa Mama Christine. Next. Mama Mary Ayodi. Mama Mary Ayodi. Amen. Amen. Mama Mary Kama Ayodi. Bakari. Mama Mary, God bless you. Mama Mary anapokea sabuni, mafuta na sukari. Amen. Kilo 3. Mama Mary. Utafika. God bless you, Mama Mary. Next. Mwingine? Mama Christine. Mama Shikuku. Christine. Mama Christine. Shikuku. God bless you. Mama God bless you, Christine Mama Christine. amepokea sabuni yake, Amen. amepokea mafuta na sukari. Amen. Mwingine? Next. Mama Christine. Amen. Mama God bless Christine you. Another Mama amepata Christine. sabuni yake, sukari na mafuta. Mwingine? Mama Jane. Mama Jane. God bless you, Mama Jane. Makofi kwa Mama Jane. Mama Jane amepokea sukari, mafuta na sabuni. Mama Agnes. Amen. Mama Inafaa Mary mimi Frank. nichukue nikupee wewe ukiwapatia ama ni wewe? You want me to? It's okay. I've delegated to you. It's okay. Patia. Mama Mary. Mama Mary transport ya kwenda nyumbani. Mama nani? Mera Kahayanga.
Nechesa. Transport ya kwenda nyumbani. Mama nani? Sofia Masahalia. Sofia. Transport ya kusia ingo. Jen. Jenny, transport ya huao. Rose, nani? Rosemary. Mama Rosemary, transport ya huao. Mama Eveline. Aya, Mama Wina. Christine. Mama Christine. Transport ya huale hii. Mama Christine, mwemera sala la Christine boss. Transport yo wow. Christine. Elijah no mwalangana. Lydia. Mama Lydia. Violet. Aya. Bridget. Ya Damaris imebaki hapo mmoja. Mtampea ni yeye amekosa sabuni lakini hakuna shida. So Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo mkono yangu imefika. Maombi yangu ni kwamba mniombee tu ili ushirika iendelee, si ndio? Amen. Hii ushirika ni mzuri, si ndio? Amen. Nitakana iendelee. Saa ingine kulemewa ndio inakuanga shida. Kama mnioni inakuanga saa zingine imekuwa, lakini sasa sitaki kulemewa. Nataka Mungu aendelee kunifungulia milango. Sawa? God bless, forget me not. Forget thee. Wala ho forget thee. Forget thee. 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 God bless, forget thee not. God bless, forget thee not. Amen. Amen. Brethren, and forget thee not, we are very grateful as the widows of Haunga Church. Haunga IFC. Haunga IFC Church is a part of the larger, one of the IFC churches. The main church is in Kakamega. Haunga is right at home where Bishop Raphael is born, and his mother is one of the widows, and we have had a very good time here. We have been able to buy cooking oil, bought soap, bought sugar, and given transport of 1,000 to each one of them. They will go back home very happy. We have had a wonderful, wonderful fellowship. Amen. To our sister Athia Greenaway and Mary Sutton and the entire Forget Thee Not, we are more than grateful for the support that you have supported us in this fellowship and on this mission, and we look forward to fellowshipping with you even much, much more. The widows of Haunga are very, very glad. This is a meeting that we needed to have had in December, but because of the conferences and then the funeral we had thereafter, we were unable to hold it. Then we have been able to hold it at this time on 21st of February 2026 at IFC Haunga Church. God bless you so much. I am Dina Opara, wife to Bishop Raphael Buluma. Amen.